Karibu katika episode ya 8 ya recap yetu. Kama bado hujatazama episode ya 7, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Bidada Uwajin alikuwa kichano makavu na bidada Brown kwamba sasa nimeujua uhovu wako wote, unachotakiwa kukifanya ni kitu kimoja tu, nyosha moja kwa moja mpaka kwa mfalme ukamweleze kwamba wewe ndio uko nyuma ya matukio mengi ambayo yanaendelea ndani ya mfalme. Lakini bidada Uwajin aliondoka pale kana kwamba anakwenda kutekeleza agizo hilo. Kumbe alipofika kwa mfalme akaanza kusema, mfalme unaendeleaje, afya yako inaendeleaje, kana kwamba hataki kabisa kuzungumzia masuala ya udhaifu wake. Na kitu ambacho kilikuwa kimemshangaza sana ni kumuona mfalme hana time sana na yeye, kitu ambacho kikabaki kinamsajabisha, imekuwaje huyu mfalme. Na wakati huo bidada Uwajin akawa anashtuka kuona kwamba hapa kando kulikuwa kuna kisima, na hichi kisima anakumbuka kwamba amewahi kumsukumizia mwamba kipindi alipokuwaga ni mdogo. Sasa anawaza isije kama mfalme amekumbuka. Lakini ndani ya dakika hizo hizo baba yake na bidada Brown akawa amemchukua pale mfalme, kwa maana huyu ni mkwe wake, akawa anampeleka kule ndani kwenda kumuonesha maeneo mengine tofauti tofauti. Kwa kweli baada ya hapo bidada Brown akawa anamtazama sana mfalme, akijua kabisa mfalme amepitia nyakati ngumu sana wakati wa udogo wake. Ila mfalme akanyanyua kinywa chake na kusema kwamba sihitaji wewe uje kuwa adui yangu. Basi ilikuwa ni neno moja tu, kwamba hahitaji bidada aendelee kuwa upande kwa watu ambao yeye anawachukia ama anawawinda. Lakini ndani ya sekunde hizo hizo Mwamba Byang akawa ameingia ndani ya ufalme na akasema kwamba nimekuja kumlinda princess. Kumbuka kwamba hawa wana vita kubwa sana kati yake na mfalme, kwa sababu wote wanagombania demu mmoja kwa sasa. Mfalme akaona huyu bwana mdogo amenizoea sana, yani anakuja kunilindia mke wangu kwa lazima, ngoja kwanza. Sasa mfalme akataka kuchukua maamuzi, lakini ndani ya dakika hizo hizo kuna mtu ambaye hajulikaniki akajitokeza na kuanza kuwashambulia wale walinzi waliokuja. Mwanzoni watu walihisi amekuja kumlinda mfalme, kumbe alikuja kumshambulia mfalme, kwani alikuwa anagonga mkono si mchezo. Lakini kama tunavyojua mfalme ana upande wake wa pili, upande wa hatari sana. Alimgonga teke moja jamaa akajikuta ameangukia shavu chini. Hapo mwamba kimya. Hakika bidada princess na yeye baada ya kuona tukio hili ndo akagundua kwamba yuko katika mikono salama. Byongyang baada ya kushuhudia kile kichapo kizito mfalme alichokitembeza, ikabidi kwenda kumtazama huyu mwamba alikuwa amemwingilia mfalme ni nani, kuja kugundua kwamba ni mdogo wa bidada Brown. Akaanza kujitetea akisema kwamba mfanyakazi wa bidada Brown alisema nije nimshambulie mfalme kwa sababu mfalme ni kama vile hampendi dada yangu, kwa hiyo ni kama vile amepata ujasiri wa kuja kulinda penzi la dada yake bana. Mfalme akasema wala usijali shemeji, lakini natumia nafasi hii kumuonya huyu Byongyang, kilichokupata huenda kitampata yeye mara mbili. Lakini Byongyang mbele ya mapenzi haamiliki, akawa anamtazama tu mfalme kwa macho makavu. Na Mwamba Byongyang akasema leo sitaondoka hapa nyumbani kwako mpaka jogoo awike, yani kwa maana atakaa hapa siku nzima. Na ni kweli bana, wakakaa kwenye meza moja kutoka mchana huo mpaka usiku, wanakunywa tu gambe. Watu wakawa wamelewa sana. Bidada Brown anawakataza tu, jamani mmekunywa sana pombe, nyie mna uhakika hamtatoa siri zenu za ndani? Basi bwana, kama kawaida ya pombe, mambo ya moyoni yakaanza kutolewa hadharani. Mwamba mfalme akauliza, hivi wewe Byongyang unamfuatilia sana mke wangu, unampenda? Byongyang akasema nampenda sana huyo. Alafu wote wakajikuta wamechukua usingizi. Sasa bidada Brown ndo akaja kugundua kwamba hili ni Byongyang kumbe linampendaga. Hasa asubuhi pamekucha, hata kabla jua lijachomoza vizuri, mfalme alikuwa ameshapata fahamu. Akavaa mavazi fulani ya kawaida na moja kwa moja akawa anaingia katika jengo fulani. Lengo lake ni kwenda kuchukua michoro fulani hivi. Sasa kwa nini hii michoro anaivizia ikiwa ni mfalme anaweza kuagiza? Lakini alipofika eneo la tukio ndo akaja kugundua kwamba kuna mtu mwingine ambaye naye pia alikuwa anakuja kutafuta hiyo michoro. Tena huyu mtu alikuwa amevalia kile kimaski usoni. Basi mkono ukaanza kutembea pale ndani. Sasa bidada Malikia alipoweza kuamka usingizini, na yeye anakuta kuna vivuli fulani vinaonekana kana kwamba vinacheza, kumbe watu wanatembezeana mkongoto. Sasa si unajua tena yametokea kwenye dunia ya TV, huenda alikuwa amezemisi. Sasa hii mipigo anayoiona hapa inatembea, reaction akasome. Lakini bidada akakumbuka kwamba katika dunia ya sasa hakunaga masabufa. Mbona mlio ni mzito sana, yani ngumi inapigwa utafikiri vyombo vinapasuka. Moja kwa moja ikabidi kuingilia ule ugomvi. Anakuja kurusha kibeseni fulani hivi, mfalme akasukumizwa kwenye ile beseni. Sasa Mwamba Byongyang, si unakumbuka alisema kwamba amekuja kumlinda Malikia hapa ndani. Kwa muda wote yuko hapa tu kando ya nyumba. Na Mwamba alipoweza tu kufungua mlango kuja kuingilia ugomvi huu, anakuta mfalme amemkamata bidada na mkisi. Kwa zile vurugu zote eti zilikuwa vurugu za mahaba. Kwa kweli Byongyang aliishiwa pawa kama Mbosso. Baba yake na binti kumbuka naye alizisikia zile vurugu, ila kuja kuchungulia anakuta binti yake bana yuko kupiga kesi na mfalme. Akawa anamtoa pale Byongyang, hey, toka hapo bana, wawili wakipendana unatakiwa ukae mbali. Sasa bwana, kitu ambacho unatakiwa kukumbuka ni kwamba mfalme pamoja na yote bado kale kapombe kako kichwani mwake. Kwa akajikuta tu anaendelea kukisi, japokuwa mwanzoni walikuwa wanaigiza, wakajikuta wanakisi tena. Mwamba Byongyang anasikia miguno tu uko ndani inaendelea. Mwamba amekosa kabisa nguvu, yani anajikuta ana hasira vibaya mno, vyombo tu vinaanguka chini, jamaa na hasira, ila hawezi akaingia katika chumba cha mfalme akiwa anafanya yake. Sasa sauti zote hizo za vyombo kuanguka
zilikuwa ni mbwembwe tu za mwanzoni na bado hajafanya lolote lile. Bwana we, bidada Brown sindo akakumbuka kwamba yeye ni mwanaume. Hapo acha tu ashtuke haraka haraka. Kwanza akaanza kwa kutema mate pembeni. Pumbavu kabisa, anko team kubwa wewe. Hasa mfalme akaona kabidada kanatukana sana. Hii inaweza ikawa ni pointi kwa Mwamba Pyongyang ambaye yuko nje. Anaweza kasikia haya matusi. Mwisho wa siku atakuwa ameibika mfalme. Basi akampiga bidada katika eneo fulani hivi la shingo. Bidada pale pale akawa amezimia. Hiki kipigo kinaitwa tuliza mshono. Na mfalme alichokifanya akaelekea katika nyumba ya babake na bidada. Pale alipokuwa ameweza kusoma kwamba kulikuwa kuna kama chumba cha siri, akawa anaelekea huko. Lakini Mwamba Pyongyang kumbuka naye alikuwa hajalala. Akawa anamfuatilia mfalme wapi anakoelekea. Si unajua kwamba mpaka dakika hii mfalme amemtembelea baba mkwe wake. Kwa hapa yuko ukweni. Na Mwamba Pyongyang anataka kuingia ndani ya hicho chumba ambacho mfalme ameingia, kwa sababu ni kama mfalme yuko kufungua vitu. Sasa Mwamba akawa anaandaa mpanga wake vizuri kabisa tayari kwa ajili ya mapambano, ikiwezekana kumuua mfalme. Lakini akawa anasikia sauti ya kicheko kana kwamba bidada alikuwa anacheka. Ikabidi kurudishia upanga na kwenda kusikiliza pale mlangoni. Ndio akagundua kwamba bidada anafurahia sana mahaba kati yake na mfalme. Mwamba akajikuta anachoka, mjukuu wangu, yani nachoka, niko off earth, kwa sababu mtu anayempambania anagundua na mahaba na mtu mwingine tena anafurahia. Sasa anapambania kitu gani? Kwa kweli mdogo mdogo Mwamba akawa anaondoka, na alikuwa anaondoka akiwa na mawazo sana, kwa kuona kwamba juhudi zake katika mapambano ni kama hazina maana. Sasa huku upande wa pili mfalme yuko busy katika loka za yule mzee, anazidi kupeleleza, nikana kwamba kuna vitu vya siri anafuatilia. Alitafuta tafuta na wewe, akagundua kwamba hakuna kitu hapa ndani. Akaanza kuwaza, huyu mzee vitu vyake vya siri anavificha wapi? Lakini mfalme akapata mashaka, isije kawa kile kisima ambacho niliangukiaga nikiwa mdogo huenda ndio siri zinakoenda kuhifadhiwa. Akawasha kipande cha karatasi akakiangushia ndani ya lile shimo, kisha akaendelea kuchungulia, na ni kweli kabisa alikuja kugundua kwamba kulikuwa kuna kama kitabu cha siri kiko chini kabisa. Sasa wakati tu mfalme anajaribu kutaka kushuka chini kabisa ya vilindi huko, akagundua kwamba kuna wafanyakazi ndio walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya kuanza kufanya usafi. Si unajua tena saa 11 katika majumba ya watu wenye pesa mambo yanafanyika kama yote. Na Mwamba alipokuwa anasikiliza ratiba za usafi akagundua itakuwa ngumu sana kwake yeye kuweza kupata ule ushahidi. Basi moja kwa moja akarudi katika chumba cha bidada Brown. Na jamaa akaanza kuvuta hisia. Yule aliyekuwa amenivamia amevalia kimongomongo. Mbona utafikiri anafanania sana na mlinzi wa waziri mkuu? Hasa bidada Brown anafungua tu macho yake ndo anagundua kwamba kando yake yuko na mfalme. Alafu mfalme ametabasamu kwa sababu kisi la jana limemvutia sana. Bidada akakurupuka, "Oya Mwamba, usinichekee bana. Wewe mikazo zilo nini? Hebu tulia hapo." Sasa bidada bana Brown kumbuka alikuwa anayafanya yote siku ya jana, alikuwa amelewa pia. Sasa kutazama hivi vyombo hapa ndani vimeangushwa ni mambo fulani hivi ni kama yametokea. Akaanza kujiuliza, "Wewe kumaliza?" Sasa tukirudi huku kwa Malkia, yule waziri mkuu ambaye mfalme ameanza kumshtukia kana kwamba ndo anaagizaga watu kwenda kumvamia, basi alikuwa amemtembea Malkia. Na Malkia wakati huo amekuwa ametoka kula chakula ambacho kimeandaliwa kumbuka na bidada Brown, hali chakula cha mtu mwingine yeyote. Na Malkia anasema, "Nimemisi sana bidada Brown, nahitaji arudi kwa haraka sana kwa sababu chakula alichokuwa ameniandalia leo ndo kinakwenda kuisha na siwezi kula chakula cha mtu mwingine yeyote." Mwamba Pyongyang vita yake ya mapenzi anaingiza mpaka katika vita ya nchi. Akaingia katika walinzi wote ambao wanamlinda mfalme na kusema kwamba, "Nataka nikague vitambulisho vyenu wote nyie ambao mnamlinda mfalme. Je, nyie ni walinzi wa halali?" Miamba kwanza wakachomoa mapanga yao kusema kwamba tuko tayari kumlinda mfalme. Lakini Mwamba Pyongyang kumbuka kwamba ni mtoto wa kishua, yani ni mtu ambaye ni tajiri sana katika nchi. Akaamuru walinzi wake wote kuingia ndani. Hao jamaa wakajikuta wametulia tu. Na taarifa moja kwa moja zikamfikia mfalme kwamba Pyongyang ametuma watu wake siku ya leo kuja kuchunguza taarifa za walinzi wako wote na ameruhusiwa kuingia ndani na kwenda kupeleleza kila kitu. Hizi taarifa zilimkela sana mfalme. Lakini pia huyu mlinzi wake mwaminifu akawa anasema, "Mfalme, sije ikawa siku ya jana huyo mtu ulikuwa unagombana naye ameiona sura yako." Lakini mfalme akasema, "Hapana, hakuweza kuiona sura yangu, nilikuwa naificha wakati wote wa mapambano. Ila mimi niliweza kumuona yeye akiwa na kovu pembeni kidogo ya sura." Na mfalme akawa anasema kwamba mnakumbuka kwamba mtu aliyekuwa anavalia maski ndio mtu ambaye alikuwa amemteka mdogo wake au mfanyakazi wa karibu wa bidada Uajini. Sasa huyu mtu na wasiwasi ndiye ambaye amekuja siku ya jana kutaka kufanya uasi katika nyumba yetu. Lakini pia namfananisha sana na mlinzi wa karibu wa waziri mkuu. Je, ina maana waziri mkuu anahusika katika hili tukio? Sasa pia taarifa ya pili ukumbuke kwamba bidada Uajini hajui kwamba yule mfanyakazi wake ameshafariki kwa sababu aliweza kuuliwa. Sasa leo ndo anafikishiwa taarifa kwamba bana yule mfanyakazi wake inaonekana amepotea tena. Bidada Uajini kila anaposikia taarifa za yule mfanyakazi wake huwa anakuaga na mashaka sana. Nikana kwamba kuna siri zake nyingi ziko kwa yule bidada na anamwamini sana. Na Mwamba Pyongyang moja kwa moja akawa amemfuata mfalme na kusema kwamba, "Nahitaji uweze kurejea katika ufalme wako." Lakini Mwamba akasema, "Hapana, nina haki ya kubakia huku kwa baba mkwe wangu. Mimi ndo na enjoy zaidi kukaa huku." Alafu mfalme akasema, "Kwa sababu usiku wa leo umebakia mmoja tu kidogo nitumie na bidada. Nikiwaga kule kwenye ufalme sipati mizuka
kabisa. Kwa haraka haraka, hivi vinaitwa vijembe vya Kizaramo. Mwamba Pyongyang anaumia kiboyoboyo, si mchezo. Hasa baba yake na bidada Brown naye alikuwepo mitaa hii, akamfukuza pale Pyongyang, ondoka hapa mara moja, nataka niongee na mkwe wangu. Hapo ndo kidogo bana, hata mfalme akawa amevuta pumzi, manake Pyongyang ni kichefuchefu huyu mtu. Kwa kuwa sasa mke wa mfalme hayupo hapa katika ufalme, sasa Mwamba yule mpishi mkuu wa ufalme ndo alikuwa ameandaa misosi mizuri kabisa kwa ajili ya Malkia. Anasema leo nataka nimuoneshe bidada Brown kwamba naweza nikapika chakula kitamu na Malkia akakipenda. Basi bwana we, waliandaa misosi ya maana, wakawa wanaisindikiza kama ambavyo Hennessy zinasindikizwa kwenye mabaa. Sasa tujajua chakula cha Mwamba kama kitakwenda kukubalika na Malkia. Sasa huku upande wa pili, mfalme pamoja na Malkia wamekaa katika chumba chao cha siri. Yaani Malkia anapika misosi ambayo mfalme hajawahi kula kabla. Anasema hii misosi yako ni mitamu sana kumbe. Yaani kutokea siku hiyo bidada alipoweza kurudi kwa babake mzazi, vyakula vilikuwa ni vitamu kupita kawaida. Sasa mpaka babake mzazi huwa haaminiki kwa nini mtoto wake amekuwa anapika vyakula vitamu namna hii. Hata mfalme mwenyewe akasema ndio maana Malkia anakupenda. Hasa wakiwa katika eneo hili la kuendelea kujipatia misosi. Kumbuka watu wengi wanapenda sana kula misosi ya bidada. Na mfalme bana, katika zama za zamani alikuwa anaweza asijulikanike hata sura yake. Yaani mnajua kwamba mna mfalme lakini hamumjui. Hasa wakati mfalme yupo katika hili eneo la kawaida, amevaa kawaida kama raia wengine, bana we, akaanza kuwasikia watu wanalalamika. Yaani uongozi wa sasa hivi magumashi kabisa. Yaani hali ngumu ya maisha, yaani hata ingewezekana tungeandamana. Bana tungeandamana bana, uongozi gani haujali wananchi, makodi mengi, hali ya uchumi ngumu, rushwa, mafisadi, alafu mfalme kama vile hatunaye. Mfalme kila anapoyasikia haya maneno anajikuta anapata hasira sana, kwa sababu mafisadi ndio wanamsababishia hali hiyo na uongozi wake uweze kuchukiwa sana. Lakini licha ya kwamba mfalme alikuwa amepata hasira, ila akachukua pombe na akaongezea pale, wazee mlikuwa mnakutumia chang'aa, sasa chukueni Hennessy. Sasa bwana mfalme akawalewesha ili wananchi wake waeleze shida zao, aweze kuzisikiliza kwa umakini, kwa sababu amewasikia juu juu tu. Miamba walipolewa bwana we. Ikiwezekana Oktoba 29 tutaandamana. Haiwezekani kabisa, haiwezekani hali ngumu ikawa ngumu kiasi hiki. Mfalme akaanza kugundua kumbe wananchi wake wanapata shida kiasi hiki, na wakaanza kutukana mfalme makalio yake. Bidada aliposikia kitu akashtuka kidogo, kawafuata wale miamba, nyie mnamtukana mfalme makalio yake, mnajua adhabu ya kumtukana mfalme, si unachinjwa? Bidada akasema tumempenda wenyewe na tutadumu naye wenyewe, haiwezekaniki tuanze kumtukana mfalme. Wakasema atoka zako mfalme makalio tu. Mfalme yuko hapo hapo anawasikiliza tu. Baadaye mfalme akamtoa bidada kwa sababu akaona huyu anaweza akatoa siri. Hasa bwana, kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, kumbuka kwamba tamthilia yetu bado inasonga mbele na utamu ndo huo kwanza unakwenda kuanza. Kumbuka mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max.